Aise, kweli mtu mzima fezea mtu mzima. Dogo anapiga makofi kama nyani. Mjomba umefika? Nimefika mjomba, wakati sahihi na umechoka, yule kijana hafai. Na mimi nimejua ni kwa nini siku ile ulikimbia. Mjomba, nilipokea mikono. Mjomba, udogo anapiga kama nyani. Hivi hajawahi kukubahatisha kweli wewe? Hajawahi kunibahatisha. Siku moja tu nilikimbia kama paka. Hujui mjomba. Sema mjomba. Kumbe kazi ulikuwa unafanya kazi kubwa. Mkuu. Hakuna cha mkuu Hemedi. Unajua wazi ni kiasi gani umetukosea wakuu wako. Haupasi hata kutuita wakuu hata mara moja. Naelewa mkuu. Mbavu sana wewe. Ni kwa nini Hemedi chama chetu umekigeuza kuwa genge la wahuni? Hemedi, unajitambua fika ni masharti na vigezo vya hapo gani ambavyo umekula kwenye chama chetu. Tukakuamini, tukakupa dhamana ya mamlaka ya kwenda duniani na kutuletea damu ya mtoto, damu ya kijana mdogo, damu ya moto kwa ajili ya Malkia. Umeondoka wakati Malkia akiwa anaumwa Hemedi, lakini umekuja huku unaanza kucheza na watoto badala ya kuleta damu ya moto kwa Malkia. Sasa Hemedi, sauti hii isikiapo kwa mara nyingine tena, jua kwamba mamlaka tuliyokupa tunakwenda kuivunja mara moja. Hemedi, nasikiza mkuu. Tambua fika nyayo zako tunazifuatilia kila mahali zinapokanyaga. Tambua chama hiki sio cha mchezo kama unavyofikiria. Chama sio cha baba yako Hemedi. Chama ni cha masharti na viapo, vigezo vyote kuzingatiwa. Lakini naona unafanya chama kama vile ni cha baba yako, si ndio? Hemedi, kicheko hiki sio cha furaha ndugu yangu. Na kila anayecheka sio kwamba anafurahi. Wengine tunachekea majonzi na huzuni na balaa ambazo tutakwenda kusababisha hapo baadaye. Damu yako tambua ni muhimu pia kwetu, ina kazi mojawapo ya kufanya. Jitahidi. Nikirudi kwa mara nyingine, tunakwenda kuvunja hizo ngome na mamlaka zote ambazo umezishikilia. Maafu sana mama. Haya, umenipigia simu nilikuwa sielewi una maana gani? Mama, ndo kama hivi hali ya mdogo wangu unavyoiona. Yaani hapo hanipi support yote. Sio mtu wa kula wala kuongea, na kila nikijaribu kumuuliza hanijibu. Haya, umemfanya nini mtoto wangu mpaka yupo kwenye hali hii? Mama, mimi sijui umemfanya nini, ila kuna kijana mmoja alimleta, wanadai kuwa alikuwa anacheza mpira kadondoka bahati mbaya. Haya, huyo kijana aliyemleta unamfahamu? Ndio mama. Naweza ukaniitie? Ndio. Nenda kaniitie. Marafiki zangu ndo wale wanacheza mpira, na mimi napenda sana kucheza mpira, na yule mmoja anajua mimi tabia yangu ilivyo. Sijui atanikubalia, ila ngojea niende nikajaribu. Omari, naombeni kucheza mpira. Hatuchezi na watoto wachawi. Omari, kwa sababu gani unasema hivi? Ni huyu amumjui. Huyu ni shetani. Lakini huyu ni rafiki yangu toka zamani.
Sawa, ni rafiki yako. Kama mnamkubalia, mwacheni acheze. Ila kitakachowakuta mimi msiniambie chochote. Sawa, karibu. Asanteni. Sasa jamani, nimewaita hapa kwa sababu kuna jambo moja nataka nishare na nyinyi. Nafikiri kwamba kuna biashara ambayo nataka nianzishe. Na kwenye calculation zangu nimeona nyinyi ndo mnafaa. Nanielewa. Nataka nianzishe biashara ya kukopesha watu mitaani. Hizi ofisi za mikopo, si mnaelewa huko mkipita mitaani tunatoa mikopo nini hivi na vile. Sasa na mimi nimeona kwamba ile ni njia nzuri sana ya kupata pesa, na nimependekeza kwamba nyinyi kwa sababu nawajua elimu zenu mtakuwa mna nani? Tuseme mtakuwa mnafaa kwenye nani? Kwenye hii kazi yangu. Si mnanielewa? Kwa hiyo cha kufanya ni kitu kimoja. Maelekezo kuhusiana na hii kazi. Kwanza mnaweza? Ndio. Mnaweza kufanya hii kazi? Inawezekana. Sawa. Sasa kitu ambacho nataka nifanye ni kwamba hivi karibuni nikianzisha huu mkakati, nataka nyinyi ndio muwe watu wa kwenda kudai ile mikopo. Mtu atachukua 1,000,000, anatakiwa arudishe 1,105,000. Tena ndani ya mwezi mmoja. Si unanielewa? Kwa kuwa mmekubali, niwaambie kitu kimoja kwamba katika mikopo hii ambayo tutakuwa tunatoa, ni mtu anachukua 1,000,000, anarudisha 1,105,000. Si unanielewa? Sikutakuwa na marejesho hapa katikati kabla ule mwezi, kwa sababu mtu anachukua 1,000,000, itakuwa kila baada ya muda hapa kuna marejesho ya kila siku yale. Sasa nataka tufanye kitu kimoja. Kama imewekewa kwamba mtu kwa siku atarejesha 25,000, akienda kalalamika sina 5,000, unachukua sabufa. Akitoa 20,000 hana 25,000, unachukua redio. Omari. Naam. Mamangu anakuita. Mama yako ananiita mimi wa nini? Unajua tangia siku ile ndugu wangu hajakaa sawa. Hivyo mama anakuita. Sawa, twende. Si unanielewa? Sijui leo na 15,000 unachukua kitanda. Si unanielewa? Nataka watu ambao wako ngangali kwenye hii kazi. Mimi sitaki watu ambao wanakwenda basi hata kesho tutarudi. Sitaki habari. Unanielewa? Unanielewa vizuri jamani? Sasa jambo hili nataka lianze hivi karibuni. Lakini hamtakuwa peke yenu. Kuna mjomba yangu nataka mshirikiane naye. Wapi? Mjomba? Mjomba na moja. Huyu hapa. Huyu ni mjomba wangu kabisa. Mjomba, hawa ndo watu ambao nimekuambia nitawaleta alafu tuwapele kazi, sawa eh? Sawa. Kwa hiyo hawa 1 na 2 utakuwa unashirikiana nao. Nashukuru kwa fahamu. Salimiana nao. Ilivyoita tu simu yako nikajua tayari mambo yashatiki bosi wako. Kwa hiyo katika hilo hatuwezi kufanya ujinga wa aina yoyote. Tutahakikisha bosi, yani bampa tu bampa mpaka wewe mwenyewe unakuwa unafurahi. Na kuhusu hivyo vitanda vyao, sijui bed sofa, sijui vya chuma, sijui vya nini, tutavichukua sana. Basi nimefurahishwa na idea zenu jinsi mlivyo. Nimefurahishwa na ucheshi wenu. Asante sana. Basi kazi ianze hivi karibuni. Hamna shida. Haya, muondoke. Utatukuru. Nitawapigia mtapigia. Mama. Abe. Huyo ndio Omari aliyemleta mdogo wangu akiwa kwenye hali hiyo. Unasema anaitwa nani? Omari. Omari. Unaweza ukanielezea ni kitu gani kilichomkuta mtoto wangu mpaka amekuwa kwenye hali? Ngoja nikwambie ukweli tu mama. Sisi tulikuwa tunacheza mpira. Katika kucheza mpira tukamwona mwenzetu kadondoka, na tulivyomfuata tukamwona hayupo. Hayupo? Mbona haukuniambia hivyo mimi? Nilikuwa sitaki kwanza kukuambia. Unamaanisha nini kwamba alikuwa hayupo? Si wenyewe hatujui. Tulivyomfuata tukamwona akapotea katika mazingira ya kutatanisha. Naumia. Nasikia kichwa kinauma. Nasikia kizunguzungu. Omari anajisikia vibaya. Hapa anavyodai kichwa kinamuuma na anasikia kizunguzungu. Tunafanyaje? Na katika pitapita zangu nikamwona yupo chini ya migomba. Kwa kuwa namjua, nikamchukua na nikampeleka kwa dada yake. Naona sasa mnaniletea hadithi zisizoeleweka.
Nakupa siku 2 wewe na wezio. Mtoto wangu asipokuwa sawa, nitawakamata, nitajua nini cha kuwafanya. Haya, potea. Sawa. Wewe hivi mbona kama mpango wa bosi mimi kama sijauelewa? Mpango wa bosi hujauelewa? Sijauelewa. Au wewe ndio ueleweki? Kwa sababu nikwambie tu kitu kimoja. Yule bosi yuko clear kabisa, ni kila kitu kimenyoka. Bado sisi wenyewe tu tukipinda tunapindishwa kweli. Yule bosi anaonekana, kwa sababu yani anapoongea kitu anamaanisha kweli. Na mimi kitu ambacho kimenijaza ni kikanifanya kichwa kikavimba kama pulizo ni pale kwenye 500,000. 500,000 500,000 pale lazima iwepo, na ukiachana na 500,000 pia kutakuwa na faida ndani yake. Kwa mfano mtu ana nchi 45 ya TV hajatoa shilingi 25,000 au shilingi 30,000 rejesho lake, ukaenda ukaikomba kwa sababu watu si watakuwa wengi. Kale kabosi kamdoli kake kale katutu kadogo dogo fulani pia alikotutambulisha kale, utakuwa tunakaweka. Nakwambia, nikikwambia nenda kule kachukua nchi 45, mimi napita hivi na kale kabosi, nitakuwa cha wake dogo, unielewe. Kakizingua na katia na konzi kale na katia konzi kadogo tutu kadogo dogo hivi fulani hivi, kanichanganya akili mimi. Kwa mimi ningependa tu kuambia usijali kuhusu ile tumekula shavu. Tumekula nini? Shavu. Sio muda tunaenda kunenepa, tutakuwa tunatembea hivi. Wakituona tu kama TRA kumbe wachukua marejesho. Na yule bosi nilipomuona anaonekana na mambo mengi. Kwa hiyo ofisini sisi tutakuwa tunapiga 4 kama kawaida, tutakuwa tunajipangia muda wa kutoka kama kawaida. Sema wewe usiwe tu mbishi. Nikikwambia kaka bosi kamekuja hivi, nenda nako hivi, mimi napita nako, tutakuwa tunagawana pale njia panda. Sawa sawa. Ukiingia hivi kaenda kuchukua TV zile, usipeleke kule, wewe rudi na rejesho. Hata ukikwama nipigie simu na kutumia tititi muamala, ukisikia tititi umesoma. Ukija bosi 30 yako hii hapa nchi 45, tunaenda kuuza sehemu nyingine. Utazijaza. Na mwaka sijanywa maziwa mimi. Sijanywa maziwa. Kile kikombe cha maziwa kile cha buku au cha jelo sijanywa. Kwa sasa hivi ninapoanza kwenda pale na kupiga 4, nitakuwa sasa naagizia. Na mimi nitakuwa na jeuri sasa. Anayeleta maziwa hajafuta kikombe, wewe kanywa mwenyewe. Utajiri unaona kabisa. Nakwambia, usulia. Sio muda na mimi naitwa bosi, ana changanya na ubosi bana. Mabosi walikuwepo mabosi na sisi wenyewe tutakuwa hatuagizwi na mabosi. Sisi wenyewe Yesu unajua ile. Tunakwenda kuwa mabosi. Haina shida.